Mambo vipi mwana CG update? Asante sana kwa kuchagua CG TV Tanzania. Cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata update zetu pindi tunapozipandisha. Mimi naitwa Friday Mwangomare. Kufuatia moja ya taarifa ambayo inazagaa siku za hivi karibuni inayohusu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya kati, imeeleza kuwa tuhuma zinazoelekezwa kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche zikidai kuwa amekula fedha za michango ya chama ni sehemu ya mikakati ya kisiasa inayolenga kuwachafua viongozi wa chama na kukizoofisha kisiasa. Kauli hiyo imetolewa na viongozi wa Chadema kanda ya kati ambao wamesema madai hayo hayana msingi wa ukweli na yameibuka katika kipindi ambacho chama kinaendelea na shughuli zake za kuimarisha uongozi na kujipanga kisiasa. Kwa mujibu wa viongozi hao, tuhuma hizo zinalenga kupotosha umma na kuondoa makini wa wanachama na Watanzania kuhusu ajenda na shughuli za chama. Viongozi hao wamefafanua kuwa mfumo wa usimamizi wa fedha ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema unafuata taratibu na kanuni zilizowekwa. Hivyo si rahisi kwa kiongozi mmoja kutumia fedha za chama bila kuwapo kwa mifumo ya uwajibikaji na usimamizi. Wamesema iwapo kungekuwa na malalamiko yoyote ya kifedha, yangeshughulikiwa kupitia vyombo vya ndani vya chama pamoja na taratibu za kisheria zinazotambuliwa. Aidha, Chadema kanda ya kati imewataka wanachama na wananchi kwa ujumla kupuuza taarifa hizo hadi zitakapothibitishwa na mamlaka husika, ikisisitiza kuwa kueneza taarifa ambazo hazijathibitishwa kunaweza kuharibu heshima ya watu na taasisi bila sababu za msingi. Chama hicho kimesema kitaendelea kutekeleza shughuli zake za kisiasa na kuwatumikia wananchi bila kuyumbishwa na kile kinachokitaja kuwa kampeni za upotoshaji zinazolenga kukipunguzia imani mbele ya umma. Mtazamaji wa CG TV Tanzania, je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Nitakuja kupitia maoni yako hapo baadaye. Mimi naitwa Friday Mwangomare. Chadema kanda ya kati ina taarifa na ushahidi wa awali unaojumuisha vielelezo vya picha, video na mawasiliano ambao ni sambamba na miamala iliyotumwa kutoka kwa hawa wanachama wa chama cha kikaragosi kwenda kwa wanachadema. Wako wanachadema wengi ambao wamepokea fedha na ushahidi huo tutauweka hadharani, lakini kwa sasa tumeweza kwenda kukabidhi vielelezo kwa mwanasheria mkuu wa chama ili waweze kupitia kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria. Kwa maana hiyo, ushahidi tunao mezani wa mawasiliano kwa maana ya namba zinazotumika kuwapigia Watanzania hususan viongozi wa majimbo ndani ya kanda hii, hasa mkoa wa Morogoro. Wengine wamepokea fedha na hawajaitika wito. Na kinachosikitisha, waandishi wa habari, ili naomba mliweke bayana, hawa watu hawaongelei kwao. Hawa watu wanatumiwa nauli, wanaenda kuwekwa kwenye store huko Dar es Salaam. Wote wanarekodiwa kwenye eneo moja. Kwa hiyo ushahidi huo tumeupata baada ya kuwa kuna ambao wengi tu waliogoma kuitika kwenda huko, lakini walipewa location kwamba ukifika Dar es Salaam utapokelewa na utapelekwa mahali fulani. Na ushahidi mwingine mmeuona kwenye vyombo vya habari, ambaye tumemsimamisha juzi katibu wa chama mkoa wa Morogoro, alipoongelea ni sambamba na alipoongelea na mwenyekiti wa wilaya ya Kilindi. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba huu ni mradi ambao mdhamini wake ni hao watawala haramu. Wanaamua kudhoofisha chama ambacho kinapigania haki za Watanzania, chama ambacho kimesimama na Watanzania kuhakikisha changamoto ambazo zinawaandama Watanzania zinatatuliwa, ikiwemo na uhuru wa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa bahati mbaya, kanda ya kati imeathirika na mwenendo huu. Kufikia sasa tuna viongozi wawili wa chama wamehusishwa na vitendo vinavyokiuka katiba. Kuna waandishi wa habari wengi mmenipigia simu kwa sababu kanda yangu imekuwa ni sehemu ya kanda ambayo imeathirika. Kwa nini mnachukua hatua, hususan pale hatua tuliyomchukulia katibu wa mkoa, kwamba kwa nini mmechukua hatua, kwamba jieleze, chama chenu si mnajinasibu kwamba ni cha demokrasia. Ninawaambeni, niwaambie Watanzania, hakuna taasisi inayoendeshwa bila kuwa na katiba. Taasisi yoyote, hata vikundi vya vikoba vinayo katiba. Chadema ina katiba hii hapa ambayo ni mwongozo wa shughuli zote, nidhamu na kila kitu. Chama chetu hakizuii mtu kutoa maoni. Naomba niwawekee bayana hii kitu.
Chama chetu hakiwekei kinga kiongozi wa ngazi yoyote kwamba akikosea atetewe. Hapana. Hata sisi kanda ya kati tuko hapa si kwa sababu ya kutetea kile kinachoendelea, bali mimi kama mtendaji mkuu wa chama kanda ya kati inakuja kuwaasa viongozi wenzangu, kama kuna jambo niwakumbushe tu kwenye hii katiba, kwenye kipengele cha kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema inasema hivi, kuna kipengele kinasema hivi: kama kuna tuhuma zozote zilizopo kwa kiongozi, tunaruhusiwa kutoa maoni yetu au kuongea masuala ya tuhuma kwenye vikao vya ndani, sio kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa wale walioniuliza kwamba nini mmempa barua ya kujieleza na kusimamishwa kwa kiongozi wa chama mkoa wa Morogoro, ni kwa sababu alikiuka katiba yetu. Katiba yetu inakataa kuongea masuala ambayo ni ya ndani ukayapeleka nje hadi uwe unaidhini kama inapaswa kuongea nje. Lakini shutuma imekatazwa kwenye katiba kwamba kama una shutuma dhidi ya kiongozi haupaswi kwenda kuisema nje, bali kwenye vikao. Chama ndio kitakachochukua hatua kuweza kutoa adhabu dhidi ya huyo mtu. Lakini katiba hii ya Chadema inakataa kukichafua chama au kushutumu chama, kukisema vibaya hadharani au kiongozi, kwa sababu haujafata ngazi ya kusema ndani ya vikao. Kwa kiongozi wa ngazi yoyote akifanya kosa, unachukua maelezo au maandishi, unaambatanisha na vielelezo vya ushahidi, unapeleka ngazi husika. Wanachama au viongozi au wajumbe wa hicho kikao watamjadili huyo mtu, itakapolazimika ataitwa, atajitetea. Hamwezi kuihujumu na hamwezi kuhujumu Chadema. Hamwezi kumhujumu kwamba John Heche kwamba anaweza katumia. Watanzania wanasema ale hela, wao wenyewe wanatoa hela hizo wanazotoa. Hakuna aliyetoa na aliyesema kwamba kuna hela yake ametoa imeliwa na mwenyekiti, makamu mwenyekiti. Hivi kama wewe unahitaji hela, au ingia kwenye media sema nataka hela, watakusaidia Watanzania. Naomba kitu kingine ambacho kinahusiana na nchi hii, kumshikilia mwenyekiti wangu gereza, mtu kukaa mwaka mzima. Nasikitika kweli, kama kweli wao hawaogopi kitu chochote. Serikali hii kama haiogopi kitu chochote, wamwachie Lissu. Kwani mnaogopa nini kwa Lissu? Kwa nini mnamuumiza hivi? Samia, wewe mama, uchungu wa miezi 9 watoto hujazaa. Kama umezaa, monee mwenzako. Wewe ulivyoingia madarakani ulikuwa umesema mambo mazuri sana. Kama ile nia ulikuwa nayo, naomba mwachie Lissu. Naomba umwachie Lissu. Na sio ni tamko la wazee kanda ya kati, mwachie Lissu. Ndani ya siku 10 mimi nafikiri itaisha. Nadhani baada ya tamko langu hili utamwachia Lissu na atakuwa huru. Niwaombe Watanzania pia tusali, tumwombee Lissu aweze ili apate nguvu ya kushinda gereza.